Wewe. Vipi nini? Unafuata nyimbo unaingia bila audio? Samahani nilikuwa naokota tu makopo mama. Wewe. Mnajifanyaga ukota makopo kumbe nyi wezi. Hiyo kukota makopo ni sababu tu. Unaingiaje ndani kwa mtu bila kupiga audio hapa? Sikiza nikwambie kitu. Chukua hayo makopo na usije ukarudia tena kuingia katika hii nyumba bila audio, sawa? Nyinyi ndio mnakuaga wezi nyinyi. Usirudie tena siku nyingine kupita hapa bila kupiga audio. Umesikia? Sawa? Potea. Haraka ala. Wewe unaingia hata upige hodi nyumbani kwa watu bana. Ulikuwa unaongea na nani? Nilikuwa naongea na jamaa mkota makopo hapa. Eti anakuja bila hodi, anaingia hapa ndani kokota makopo. Sasa ndo mfukuze. Namfukuza ndio, anaingiaje bila hodi? Unajua hawa mwisho wa siku ndo wanakuaga wezi. Mtu anajifanya kama anakota makopo lakini ni mwizi, uhalisia wake ni mwizi. Ndio maana nikamfukuza. Isitoshe ndo huyu kachukua nguo yangu ya ndani. Nguo yako ndani? Unaona sasa? Na ndio maana nikasema hawa wezi. Akakuibia nguo ya ndani. Tunajua anaenda kuifanya nini? Ndio maana nikamfukuza. Hawa wanakuaga wezi. Anakuibiaje sasa nguo yako ndani? Chenzi kabisa, blood full. Nijirekodi niwatumie kipande kifupi wajue watu wa mjini tulivyo na ikaika. Kwa nini unaingia chumbani kwangu pasipo kupiga hodi? Wewe, hebu nisikilize. Mimi kuna jambo langu natakiwa nilifanye. Na lazima nitekeleze hili. Yaani utake usitake. Hili jambo lazima nilifanye. Siwezi kukusikiliza, naomba utoke. Nitakupigia kelele sasa hivi. Unataka kupiga kelele? Na hicho nini ulichoshika mkononi? Hichi. Tulia. Sawa? Tulia. Na usiongee chochote. Niache nifanye jambo langu. Nimekukosea nini mpaka unataka kunifanyia hivi? Tulia.
Pita, mlango uko wazi. Mimi nilijua mmetoka wote. Kakako yuko wapi? Mimi sijui. Ana mimi mwenyewe hajaniaga. Alafu mbona kama hauko sawa? Sawa. Uko sawa wakati mimi nakuona kabisa? Wewe tambua mimi nakujua vizuri. Yaani sura yako tu inaonyesha kwamba hauko sawa. Ila tu hutaki kuniambia. Hapana, wewe mimi niko sawa. Hiki kitambaa mbona kina damu? Hii damu ya nini? Sijui. Hujui wakati kitambaa nimekikuta kitandani kwako afu kina damu? Kwa hiyo tuseme umeumia, nionyeshe kidonda kiko wapi? Una jeraha? Au kakako ametoka huko ameumia amekuja kujifutia kwenye hichi kitambaa? Mimi unavolia sikuelewi. Wewe kila kitu unakataa. Sasa ni nini? Au umeanza kuingiza wanaume ndani ya chumba cha kaka yako? Na hii damu usikute masela washakutoa bikra hivi. Sasa utaniambia ukweli au utaendelea kukataa? La sivyo nampigia simu mama sasa hivi namwambia kila kitu. Maana umetoka kijijini juzi tu ushaanza kuleta mambo yako ya kijinga. Ushaanza kutembea na vijanaume vya mtaani. Hapana wewe, usifanye hivyo. Sasa ukitaka nisifanye hivi, chagua. Utaendelea kunyamaza kimya au utaniambia ukweli? Sawa, mimi nitamwambia ukweli. Mganga. Mganga. Hey. Mganga. Wewe mganga. 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 Wifi. Kiukweli sikutegemea kaka angenifanyia hivi. Wewe amini wifi yangu. Nimefurahi. Yaani wangekuwepo wauni wengine wa huko nje. Yaani wifi yangu ungenikela. Kwa kuwa amefanya kaboma mme wangu.
Yaani ni jambo la kunifurahisha, natamani hata nikubebe mgongoni nizurure na wewe mtaa mzima. Kwa hiyo mmenitoa kijijini kunileta hapa kunifanyia kitu kama hicho? Nakuuliza. Yaani hiyo bikra yako hiyo ilikuwa ya thamani sana kwetu, na sio kwetu tu, kwamba mimi na kaka yako na wewe mwenyewe ukiwemo. Maadamu mume wangu kalitimiza hilo swala, si tushatajirika. Mganga, Ndio. huyu ndio yule mwanaume wangu nilokuwa nakupa habari zake kila siku. Sawa. Leo nimeamua nimlete hapa. Sawa, umefanya jambo jema. Inachotakiwa hapa, sifanye jambo tumkabidhi kwa mizimu. Tutamkabidhi kwa mizimu, mizimu watatujibu. Sawa? Sawa mganga. Sawa. Leje ushembukina ushikabukabuka ushembukina ushikabukabuka ushembukina ushikabukabuka. Mbona unaogopa mama? Usiogope, usiogope. Sawa, atarudi, usiogope. Mganga, na siporudi mimi nitawaambia nini ndugu zake? Hapana, atarudi kwa sababu leo ilikuwa lazima aende kuzimu akaonane na wakuu, na atakaporudi mambo kila kitu kitaenda sawa, kwa sababu leo umekuja siku nzuri sana. Mganga, naogopa. Haki ya Mungu naogopa. Kwani kulikuwa na ulazima gani wa kwenda kwa mizimuni? Huyu ilikuwa lazima aende kuzimu kwa sababu tatizo lake ni kubwa, na bahati nzuri kule mizimuni kulikuwa jana mkuhani mkuu alikuwa anazaliwa, siku yake ya kuzaliwa. Kwa hiyo kulikuwa na mafurahi sana, na leo bado wapo kwenye furaha. Kwa hiyo kila kitu kitakwenda sawa. Kwa mganga, unanihakikishia atarudi? Atarudi, usiwe na shaka. Naona hapa kwenye ramani zangu atarudi, atarudi, wala usiwe na hofu yoyote. Kila kitu kinaenda sawa. Sawa mama? Sawa, kazi imeenda vizuri, kazi imekwenda vizuri. Safi sana, mizimu imemaliza kazi yao, na sasa kinachotakiwa ipatikane nguo ya ndani ambayo imevaliwa na msichana bikra pamoja na chakula cha mizimu. Kazi imekamilika. Mganga, chakula gani hicho? Mizimu huwa wanakula damu. Natakiwa ipatikane damu ya binti aliyebikiliwa ndani ya siku 14, kwa sababu mizimu ndio hula damu hiyo. Sawa, tuko pamoja? Kwa pamoja mganga. Kwa hiyo inatakiwa ikishapatikana hiyo damu naileta hapa ndani ya siku ngapi? 14. Sawa, hakikisheni mnatimiza hayo masharti, na mkishindwa kutimiza hayo masharti, mmoja wenu ndo atakuwa chakula cha majini. Na kwa kuwa majini yanahitaji damu ya kike, wewe mwanamke ndo utakuwa chakula chao. Fanyeni hiyo kazi, na kwa kuwasaidia, kwa kukusaidia, kama zoezi litakuwa gumu. Mganga, na kwa nini hamjatuambia mapema kama mna masharti magumu kiasi hichi? Mimi sipangi masharti, masharti yote wanatoa wao. Mimi nakabidhiwa, peleka ujumbe huu, na nimeambiwa hiyo irizi uliopewa uwe unatembea nayo muda wote, itakusaidia katika kupandisha nyota katika mambo yako. Kipato kitafanyaje? Kitaongezeka. Kwa kukuwasaidia nitakupa dawa, nakupa dawa. Hii dawa ni ya unga, sawa?
utapopata au utapokuwa na huyo binti, kama zoezi linakuwa gumu, hii dawa umeona ni ya vumbi, unampulizia. Ukishampulizia atalala usingizi wa kufa, usingizi mzito. Kwa hiyo wewe utafanya hivyo, utakusanya. Sawa? Ndani ya siku 14 ile zoezi lifanyike. Tuko pamoja? Endeni, nawatakia kazi njema. Safari njema. Kwa hiyo alishindwa kutafuta watu wengine huko nje awafanyie hivi, mpaka aje anifanyie mimi dada yake, tena dada yake wa damu, tumbo moja. Mke wangu, yaani huwezi amini, nimetembea na wanawake wengi sana, nimezunguka mji mzima, lakini sikubahatika kabisa kukutana na mwanamke bikra. Sio wakubwa, sio wadogo, wote hawana bikra. Mume wangu, hata mimi nimejitahidi sana, lakini bila mafanikio. Hapa cha msingi hatuna jinsi. Mdogo wako yule yupo, tungeitumia ya kwake. Unajaribu kukusudia kusema nini? Una maana gani yani? Unajua fika kabisa Litu ni mdogo wangu, tena mdogo wangu wa damu. Leo hii mimi nikalala na Litu? Unafikiri kwenye kutafuta utajiri kuna huruma? Yaani sio huruma kwa watu baki tu, mpaka kwa familia yako utakiwe kuionea huruma. Wewe fanya hivyo basi, mimi nisije nikapoteza maisha bure. Unajua kabisa kule kwa mganga tumeweka leani maisha yangu, kwa hiyo nataka mimi nife? Nisikilize, umesikia? Mimi siwezi kulala na Litu, nielewe basi, usije ukanivuruga. Na kukumbusha tu kwamba maisha yangu tumeweka leani kule, muda wote nitapoteza maisha. Unipendi? Nakupenda sana mke wangu. Kwa upo lazima nife. Upo lazima nife? Hapana, nakuelewa mke wangu, lakini mke wangu, ujaribu kutafuta mtu mwingine, sio Litu. Litu ni mdogo wangu, wewe unajua. Kaboma mume wangu, hivi mtu mwingine utampata wapi kwa haraka haraka? Tumebakia na siku kadhaa tu, bado unataka kutafuta mtu mwingine wakati solution ya tatizo letu liko humu ndani? Unataka nani afanye hilo jambo? Yaani hiyo bikra yako hiyo ilikuwa ya thamani sana kwetu, tena ulivyonifurahisha leo, natamani uchague sehemu yoyote ile tukalibata. Kwa hiyo wewe unafurahi? Mimi nimeshatolea usichana wangu, wewe unafurahi, si ndio? Hivyo una akili kweli? Hivi mimi nitaficha wapi hii aibu? Aibu? Aibu gani tena na wewe? Embo acha habari zako za lawama bwana. Yaani ondoa lawama kabisa. Kama nilivyokuambia hapo awali, hiyo ilikuwa haina jinsi. Uwezi amini, mganga amefariki. Unamaanisha mganga amekufa? Mganga amepata ajali, amepamiwa, amegongwa na bodaboda. Hivi tunavyoongea amesafirishwa kijini kwao ambako ni Korogwe. Umeona sasa? Umeona? Anaweza kufa kipindi ambacho nimebakisha sekunde chache tu mimi kufanikiwa. Yeye anakufa. Nimefanya kazi kubwa mimi, kazi ya kujizalilisha. Mwisho wa siku mganga anakufa na kazi siku advance. Imagine ingekuwa wewe ungejisikiaje brother? Pole sana kaka, hiyo yote ni mipango ya Mungu. Mganga hata kama amekufa, lakini ni kama amenikosea tu. Ndio Mungu anasema marehemu akosea, ila marehemu kanikosea.
anakufa kipindi ambacho nimebakisha Dr. Chacha. Nitumbue maisha kweli. Asante. Sawa, mimi naenda. Mimi naondoka blaza, lakini hakuna yani duniani hakuna kitu kibaya kama ufikie katika hatua ya mafanikio alafu anaweza kabisa ufanikiwe anakufa na katisha tamaa. Mimi naenda, ila shida amekata simu. Au mganga ameikataa ile damu. Lakini mimi mbona naona tumefanya tu sawa, ni vile vile alivyoagiza. Sawa, hata kama mganga ameikataa ile damu, si angeniambia tu, au kutakuwa na shida nyingine? So sawa, ngoja nimpigie simu tena. Alo. Mme wangu. Mbona sikuelewi mme wangu? Napiga simu, unakata, unalia, nini shida? Unajua unanichanganya. Kuna nini kwanza? Yaani huwezi amini. Mambo yote huko yameshaharibika. Mambo yameharibika? Kwa hiyo unataka kuniambia mganga ameikataa ile damu? Afadhali hata angekataa damu. Kivue mganga amegongwa na pikipiki amekufa. Amefariki? Mganga amefariki? Ndiyo mke wangu.